kuja kwa Yesu mara ya pili ni hasara kwa Waislamu au Wakristo? Mwalimu kashashuka, na ingawa ningeomba walimu vitabu ambavyo mnavisoma, nilikuwa natumia message pale, mseme kwamba ni kitabu gani. Mwalimu, nikupandishe dakika 20, weke hoja. Yesu kuja kwake ni hasara kwa Wakristo ama kwa Waislamu? Kwanza nianze na salamu kwa ndugu zangu katika imani. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Iwe pia nao. Nilidhani ya kwamba KCD amejipanga na mada hii, na nilikuwa nauliza hivi, huyu mtu ana kitu gani cha kusema katika mada hii? Sasa nilikuwa hata nimechukua karatasi niandike, kwa sababu nilikuwa nadhani ya kwamba leo nitasikia mambo mgeni. Sasa nilipoendelea na kalamu na karatasi, hata ilibidi nikarudishe kwa mfuko na kalamu, kwa sababu nilisikiliza nikaona hakuna kitu. Nilidhania kwamba kuna maandiko yanayosema ya kwamba Wakristo watapata hasara Yesu akirudi. Sasa nimesikia vitabu Tumaini Kuu, sijui Pambano Kuu, ambaye kwanza inaogelea topic yenyewe, inaogelea wakati wa dhiki kuu, si wakati wa kurudi kwa Yesu. Inaogelea wakati wa dhiki kuu. Elewa mada ukisoma kitabu unacho na uelewi hata kenye kinaogelea. Mada umeweka wewe mwenyewe, kurudi kwa Yesu mara ya pili. Sasa tena unakuja kusoma vitabu vinavyoogelea wakati wa dhiki kuu, si habari ya kurudi kwa Yesu. Kaa kwa mada, si wewe ulileka mada hiyo. Sasa tunaogelea habari za kurudi kwa Yesu. Kuna hasara kwa watu gani? Nilidhani ya kwamba pengine Wakristo Yesu akirudi, kuna aya Yesu atawapeleka jehanamu ama atawaangamiza. Sasa ile kitu ambacho nimesikia ni habari za mpinga Kristo na ufalme wake na watu wake. Sasa huyu mpinga Kristo katika Uislamu anaitwa Masihi Dajjali, mpinga Kristo, na wale ambao watakao kuwa wamemfuata. Sasa msomaji, naomba nianze na Biblia. Mimi sitaenda kando, nitautumia Biblia kabisa, na kama itawezekana nipate aya 2 kwenye Qur'ani itatumia. Sasa msomaji, nisaidie, kitabu kinaitwa Yohana 14 mstari wake ni wa kwanza. Haya maneno Yesu anawaambia wanafunzi wake. Soma tusikie. Msifadhaike mioyoni mwenu. Ndio. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Ndio. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Maana naenda kuwaandalia mahali. Yesu anawaambia wafuasi wake, naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hivyo Yesu anaongelea habari ya kurudi kwake, anakuja kuwakaribisha wafuasi wake mahali yako wakae na yeye. Imesema atawaangamiza? Atawakaribisha. Inasema watapata hasara? Hakuna. Sasa hawa wafuasi wa Yesu ni akina nani? Chukua Biblia ya Kiafrika kwanza, ukurasa wa 2218. Wakristo ni akina nani? Inasemaje? Wakristo, wafuasi wa Kristo. Unaona? Kwa hivyo wale ambao wanamfuata Kristo, hao ndio wanaitwa Wakristo, ambaye Yesu anawaambia, ninaenda kuwaandalia mahali, na nikirudi tena nitawakaribisha kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Yesu hajawaambia Waislamu hivyo, amewaambia wafuasi wake ambao ni Wakristo. Chukua hii Qur'ani, tafsiri ya Barwani, Qur'ani 5:47. Wale ambao wana hasara kwa kurudi kwa Yesu ni Waislamu, na inaeleweka kabisa na nitadhibitisha. Wakiongozwa na Mtume Muhammad wako kwa hasara kubwa sana. Msomaji, nipo. Nisaidie Qur'ani 5:47. 47 inasema, hawa ndio walimu ambao tulikuwa tunategemea watoe mada
tugojee vitu vya nguvu. Kumbe hamna kitu. Soma msomaji. Inasema ndio, na wahukumu watu wa Injili, wahukumu watu wa Injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Sasa hapa tunaambiwa na Qur'ani kuna watu wa Injili, sio watu wa Qur'ani. Watu wa nini? Wa Injili. Hayasoma commentary yake. Na sisi tuliwaamurisha wafuasi wa Isa. Tuliwaamurisha wafuasi wa Isa. Yaani watu wa Injili. Hao watu ambao ni wafuasi wa Isa ama wafuasi wa Yesu ni watu wa nini? Wa Injili. Ni watu wa nini? Wa Injili. Wanaitwaje? Wa Kristo. Kumbe wafuasi wa Yesu wanaitwaje? Wa Kristo. Wafuasi wa Yesu wanaitwaje? Wa Kristo. Na anawaambia katika Yohana 14:6 anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwafanyaje? Ningeliwaambia. Sasa tunamuuliza Yesu, sasa wakati utakapokuja ni kitu gani utakachokifanya ili tujue Waislamu na Wakristo nani watapata hasara? Nisaidie kitabu cha Mathayo 25:31. Dunia mjue kuanzia leo Kisidei wakiwa na wenzake ni sumun, bukumun, umyun, rajihun. Hawana kitu. Mimi nilidhani ya kwamba amechagua mada anaweza, kumbe hawezi, maskini wa Mungu. Soma andiko. Hapo atakapokuja mwana wa Adam. Hata Masawe ningeomba unikubalie huyo Kisidei, ile elimu ambayo nimeona anaye, nimpee ndugu yangu hapa. Amen. Nimpee kabisa, nimpee huyu ndugu. Mwenyekiti unikubalie nimuachie hawa, maana hawawezi hawa wako chekechea. Soma msomaji. Hapo atakapokuja mwana wa Adam. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye. Safi. Ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Maliza. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Naye atawapagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Safi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume. Yesu ataweka kondoo mkono wake wa nini? Wa kuume. Alafu na mbuzi mkono wake wa kushoto. Mkono wa kushoto ni nani yako? Mbuzi. Si mbuzi zina ndevu? Naam. Sasa tunauliza Yesu, si mbuzi wako mkono wa kuume? Naam. Wako mkono wa kulia. Lakini kondoo ndio wako mkono wa kuume. Kondoo wako mkono wa kuume. Lakini mbuzi wako mkono wa kushoto. Hawa mbuzi ambaye wako upande wa kushoto ndio wana hasara ama ni kondoo? Msomaji. Nipo. Hapo soma 41 nasema. Inasemaje? Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa hivyo wale watapata hasara ni wale watawekwa mkono wa kushoto. Wale watakuwa mkono wa kushoto ndio watapata hasara. Hawa wa upande wa kushoto ni akina nani? Chukua Qur'ani tafsiri ya Mayunga ukurasa wa 433. Mtume Muhammad tuambie, hawa wa upande wa kushoto ambaye watapata hasara na wataingia jehannam ni akina nani? Soma tusikie. Ukurasa wa 533. Qur'ani tafsiri ya Mayunga. Inasemaje? Inasema ndio. Anasema mtume SAW. Anasema mtume Muhammad, wataletwa watu katika umma wangu siku ya kiyama na watachukuliwa kupelekwa upande wa kushoto. Wapi? Motoni. Na Yesu amesema watu wa mshoto wanaitwaje? Buzi. Wako mkono wa nini? Wa kushoto. Na Muhammad anasema hawa watu ni nani?